Planet TV tunakuletea historia za ulimwengu, historia za mashujaa na pia maajabu kuwahi kutokea duniani na Brian Mulwa. Katika historia ya bara la Afrika na ulimwengu wa Kiarabu, jina la Muammar Gaddafi linabakia kuwa moja ya majina mazito na yenye utata mkubwa. Leo tunaangazia utawala wake wa zaidi ya miaka 40, misukosuko ya kimataifa na hatimaye anguko lake mwaka 2011. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi ndilo jina lake kamili. Alizaliwa mwaka 1942 katika jangwa la Kasir Abu Hadi karibu na mji wa Sirte huko nchini Libya. Akiwa mtoto wa jamii ya Wabedui, Gaddafi alilelewa katika maisha ya umaskini yaliyosheheni ufugaji wa ngamia na mbuzi. Tangu utotoni, Gaddafi alijipambanua kama kijana mwenye msimamo mkali dhidi ya ukoloni, akichochewa na rais wa Misri Gamal Abdel Nasser ambaye alikuwa ishara ya utaifa wa Kiarabu. Hisia hizo zilimvuta Gaddafi kuelekea siasa za ukombozi. Mwaka 1959 Gaddafi akajiunga na jeshi la Libya, kisha baadaye akasoma katika chuo cha kijeshi cha Benghazi. Huku akiendelea kupata vyeo, alianza kuunda kikundi cha siri cha maafisa wa vijana ambacho kilitambulikana kama Free Officers Movement, ambacho kililenga kuondoa utawala wa kifalme uliokuwa umekaliwa na mfalme Idris wa kwanza. Mnamo tarehe 1 Septemba mwaka 1969, akiwa na miaka 27 pekee, Gaddafi na maafisa wenzake walifanya mapinduzi ya kijeshi ambayo alimng'oa mfalme Idris mamlakani bila upinzani mkubwa. Hapo ndipo Libya ilizaliwa upya kama jamhuri na Gaddafi akawa kiongozi wa baraza la mapinduzi. Baada ya kuchukua madaraka, Gaddafi akaanza kutekeleza mabadiliko makubwa nchini Libya, akitaifisha sekta ya mafuta na mashirika muhimu, hatua ambayo iliongeza mapato ya taifa. Huduma za elimu na afya zikiboreshwa na kutolewa bila malipo yoyote. Miundombinu mipya, barabara na taasisi za umma pia zikaanza kujengwa, huku majeshi ya kigeni yakifurushwa na kambi za wanajeshi wa Marekani na Uingereza zikifungwa. Kati ya mwaka 1975 kufikia mwaka 1979, Gaddafi aliandika kitabu kilichoitwa Green Book ambacho kilieleza falsafa yake ya uongozi. Kupitia kitabu hicho, Gaddafi akatangaza mfumo mpya uliotambulikana kama Jamairia, akimaanisha utawala wa moja kwa moja. Mnamo mwaka 1977, taifa la Libya likabadilishwa na kuwa Great Socialist People's Libyan Arab Jamairia. Hakukuwa tena na vyama vya siasa. Serikali ikawa inaendeshwa kupitia makongamano ya watu. Hata hivyo, licha ya madai ya demokrasia moja kwa moja, Gaddafi aliendelea kuwa mwenye mamlaka makubwa, huku upinzani ukikandamizwa. Ripoti zilianza kueleza kutoweka kwa wapinzani, watu wakawa wanakamatwa kinyume cha sheria na haki za binadamu kukiukwa. Gaddafi alijijengea taswira ya kiongozi wa Kiarabu na Afrika anayepinga ubeberu wa Magharibi, akitoa msaada wa kifedha na kijeshi kwa makundi mbalimbali ya ukombozi wa dunia, jambo ambalo lilitafsiriwa na mataifa ya Magharibi kama msaada wa kigaidi. Mnamo tarehe 21 Disemba mwaka 1988, ndege aina ya Pan Am nambari usajili 103 likalipuliwa na bomu juu ya Lockerbie huko Scotland, likiua watu 270. Marekani na Uingereza zililaumu maafisa wa Libya kwa tukio hilo. Kwa miaka kadhaa nchi hiyo ikawekewa vikwazo vikali vya Umoja wa Mataifa. Baadaye Libya iliyofikisha washukiwa mahakamani na kulipa fidia, japo kwa mara nyingi Gaddafi alikanusha kuhusika moja kwa moja. Katika miaka ya mwisho ya utawala wake, Gaddafi alibadili mkondo wa siasa zake kimataifa na kuelekeza nguvu nyingi Afrika, akitoa ufadhili mkubwa kwa nchi nyingi za Afrika. Mwaka 2002, Gaddafi akapigania kuundwa kwa Umoja wa Afrika. Gaddafi pia aliwahi kujitangaza kinadharia kama mfalme wa wafalme wa Afrika.
na kwa baadhi ya viongozi, Gaddafi alionekana kama mshirika muhimu, huku wengine wakimuona kama kiongozi mwenye tamaa ya kujitanua kimamlaka barani. Mnamo mwaka 2011, mawimbi ya maandamano yaliyotambulikana kama Arab Spring yakafika Libya, huku maelfu ya watu wakijitokeza kupinga uongozi wa Gaddafi uliokuwa umedumu kwa zaidi ya miaka 42, wakilalamika ukosefu wa uhuru wa kisiasa, uongozi wa kiimla, ukosefu wa ajira, rushwa na pia ukandamizaji. Hali hiyo ilipelekea vikosi vya usalama kutumia nguvu nyingi ili kuzuia maandamano hayo, hatua ambayo ilichochea mataifa ya nje kuingilia kati. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivyo ikalazimika kuruhusu mashambulizi ya anga ya NATO dhidi ya vikosi vya serikali ili kulinda usalama wa raia, hatua ambayo ilidhoofisha sana utawala wa Gaddafi na kutoa nguvu kwa waasi wa National Transitional Council. Mnamo tarehe 20 Oktoba mwaka 2011, baada ya miezi kadhaa ya mapigano, mji wa Sirte ambao ulikuwa ngome ya mwisho ya Gaddafi ukaanguka. Gaddafi akakamatwa akiwa amejificha ndani ya bomba la maji. Katika tukio lililorekodiwa na wapiganaji, lilionyesha jinsi Gaddafi alivyoumizwa vibaya na hatimaye akauawa, mwili wake ukiwekwa hadharani kwa muda mfupi kabla ya kuzikwa kwa siri jangwani, kifo chake kikimaliza utawala uliodumu kwa miaka 42, ambao ulikuwa moja ya utawala mrefu zaidi kuwahi kutokea sio tu katika bara la Afrika bali pia ulimwengu mzima. Tathmini ya uongozi wa Gaddafi imewagawanya dunia pande mbili. Pande moja likimuona Gaddafi kama shujaa, wakimtambua kama mjezi wa miundombinu na huduma za bure, kiongozi aliyeleta usawa wa kijamii na mpigania wa Umoja wa Mataifa. Wanasema kuwa hakuna zuri linalokosa mbaya, kwani kwa upande mwingine wanamuona Gaddafi kama dikteta, wakimuona Gaddafi kama kiongozi aliyekandamiza upinzani na kuvunja haki za binadamu, kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu bila uchaguzi huru, huku wengine wakimuona kama kiongozi aliyewaingiza Libya kwenye migogoro ya kimataifa. Baada ya anguko la Gaddafi, taifa la Libya liliingia katika kipindi kirefu cha machafuko, mgawanyiko na utawala wa makundi ya kijeshi. Muammar Gaddafi amebakia kama kiongozi aliyekuwa na sura ya utata, kiongozi aliyepanda kutoka maisha ya umaskini hadi kuwa mtawala wa taifa lenye utajiri wa mafuta, huku akiweka historia ya mafanikio makubwa na makosa mazito, safari yake ikianza kwa mapinduzi na kumalizika kwa mapinduzi. Historia ya Gaddafi hivyo inaendelea kufundisha Ulaya, Afrika na dunia nzima kuhusu